Tumulike taarifa nyingine ambapo mitambo 9 ya kufua umeme katika bwawa la Julius Nyerere lililopo Rufiji mkoani Pwani imekamilika kwa 100% na hivyo kutoa uhakika wa umeme wa kutosha katika gridi ya taifa na kuwezesha umeme wa ziada kuuzwa katika mataifa mengine ya Afrika. Naibu Waziri Mkuu Dr. Doto Biteko amebainisha hayo baada ya kutembelea mradi huo, ambapo ameeleza kuridhishwa na kasi inayoendelea ya ukamilishaji wa mradi huo na hatimaye kuzinduliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tupate taarifa zaidi na mwandishi wetu Emmanuel Samuel. Bwawa la kufua umeme wa maji la Mwalimu Julius Nyerere linapokea ugeni unaobeba dhana ya masuala ya nishati hapa nchini. Tumekuja leo tukiwa wenye furaha kubwa kwamba sasa mitambo yote 9 imekamilika, inazalisha umeme, na nafurahi kuwajulisha Watanzania kuwa ile ndoto ya kuwa na umeme kutoka kwenye chanzo hiki kikubwa hapa Afrika, yaani kwenye bonde la mto huu Rufiji, imekamilika. Tayari tumeshapata mitambo yote 9. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wakandarasi waliofanya kazi hii, yani Arab Contractor Elsewed pamoja na mshauri wetu ambao ni TANROADS subsidiary company yao, na wataalamu wengine wote kutoka TANESCO ambao wamekuwa wakishughulikia mradi huu kwa muda mrefu. Naibu Waziri Mkuu Dr. Doto Biteko anavigeukia vyombo vya habari nchini. Kwa niaba ya serikali, kwa niaba ya wizara yetu ya nishati ambao tumefanya kazi na ninyi kwenye mradi huu kwa karibu, nataka niwashukuru sana, na naomba kwa kweli mnifikishie shukrani zangu za dhati kwa wahariri wenu, wakuu wenu wa vyombo vya habari, wamiliki wote, kwamba serikali kwenye mradi huu tumefanya kazi ninyi bega kwa bega. Wakati fulani kunatokea jambo dogo tu linaloleta taharuki, tulivyowafuata na kuwapa ufafanuzi, mlitupelekea ufafanuzi huo kwa wananchi wakauelewa. Kwa kweli tunawashukuru sana. Nishati ya umeme inaelezwa kuwa ni swala mtambuka linalogusa kila sekta, hususan masuala ya mazingira na uwekezaji. Mradi huu unategemea chanzo cha maji. Kwa jambo kubwa la msingi ambalo tunatakiwa tulifanye ni kuhakikisha kwamba kama serikali kupitia wizara hii tunashirikiana na wizara yako kuweza kukabiliana na changamoto zinazosababishwa na mabadiliko ya tabianchi, ili mradi huu uweze kutumika wakati wote unapohitajika, na hasa kipindi ambacho ni cha ukame. Na nichukue nafasi kwa kweli kumshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuweza kupokea mradi huu kutoka 30% hadi leo ameweza kukamilisha kwa kutumia fedha za ndani kuweza kulipia. Hiyo ndio ilikuwa ndoto ya Mwalimu Nyerere. Ujenzi wa mradi wa kufua umeme wa maji wa bwawa la Mwalimu Julius Nyerere ulianza mwaka 2019 na unaelezwa kugharimu kiasi cha shilingi trilioni 6.5, huku ukiwa na uwezo wa kuzalisha umeme wa megawatt 2115, kiasi kinachoelezwa kuwa Tanzania sasa itakuwa na umeme wa uhakika unaojitosheleza kwa matumizi ya ndani na nje. Kutoka hapa Rufiji mkoani Pwani, langu jina ni Emmanuel Samuel, TBC.